Mimi nafikiri issue ambayo tuko nayo kwa sasa hivi, kama ni Mtanzania una uchungu na nchi ya Tanzania, utaelewa nini nasema. Mmesikia Samia anasema kwamba tumeingia doa kidogo. Sio doa kidogo, ni madoa mengi na lidoa likubwa. Anaposema kwamba itabidi tuanze kucollect pesa huko nchini kwetu, that means alternative ya nje hamna, kwa sababu ya ubaya ambao umefanyika. Hakuna nchi ambayo inatuamini tena. That means maisha yanaenda kuwa magumu. Kama ni kodi inaenda kuwa kubwa. Haya, Samia anasema anarudi huku. Anarudi kwa wananchi huku. Kwa hela gani ambayo imekusanywa? Kwa kazi gani ambayo imefanyika? Wakati wananchi wako wanadai kipindi chote watu wako kwenye purukushani za kudai haki. Kazi gani ambayo imefanyika? Kodi gani ambayo imekusanywa? Tuna kipindi kigumu, kipindi kibaya. Kama wewe ni Muislamu, ni Mkristo, omba sana. Achana na mambo ya ushabiki. Simama upande wa haki. Ukisikia watu wanalia kuhusu haki, lia na wao kuhusu haki. Nyembo mko serikalini, mnajua kabisa hatuna bunge sasa hivi. Hawa bunge tuwauliza, mmechaguliwa na nani? Samia amechaguliwa na nani? Ni nchi ngapi ambazo zimetuma barua za kumpongeza Samia? Swala la kujiuliza, swala dogo tu. Au nyie mmeona kuna nchi ambazo zimetuma, nchi kubwa zimetuma kwa barua pongezi kwamba Samia ameshinda, hongera wa ushindi? Ni vitu tu vya kujiuliza, vitu vidogo tu kama hivyo. Hiyo inamaanisha nini? Hawajakubaliana na kitu ambacho Samia amekifanya. Haya, mnatuma mtu eti aje kufanya reconciliation na nani? Mtu ambaye nchini kwake mwenyewe ana skendo anakuja kufanya reconciliation na nani? Kwa nani? Mtu mwenye skendo kwenye nchi yake, rushwa, anakuja kufanya anafanya hiyo reconciliation na nani? Na nani? Hii sio issue ya chama, issue ni wa Tanzania wote. Jazi linazama. Wewe comment ujinga wako na comment hapo chini ukitetea, lakini jua na wewe utakuwa miongoni mwa watu ambao wanazama. Hata maandamano ambayo tunayaita, tunayasema ya 9 Disemba, ni maandamano sio ya ugomvi, ni maandamano ya haki. Lakini nguvu kubwa anayotumia Samia sasa hivi ni kwa ajili ya kujiprotect. Yaani kitu ambacho Samia anakifanya sasa hivi, baada ya kujisafisha na maji masafi, anachukua ile maji machafu ndo anatumia kujisafisha. Tuna hali mbaya. Msione watu wanapambana, wanalalamika, hali ni mbaya. Hakuna kiongozi yote ambaye ameingia kiuhalali sasa hivi. Hao wabunge mnakaa hapo, mmechaguliwa na nani? Rais umechaguliwa na nani? Mnazidi kujipa majukumu gani? Mmechaguliwa na nani? Watanzania, Wakristo kwa Waislamu na ambao hamna dini, hii Tanzania inatuhusu wote. Tuko na hali mbaya. Na jahazi linazama. Tunaelekea sehemu ngumu zaidi. Tunatoka kwa ajili ya kuandamana, sio kwa sababu tunataka kuleta ugomvi. Tunaandamana kwa sababu nchi inazama na rais hatuna. Ubabe ndo unatumika. Sasa hivi rais ameweka baraza la mawaziri. Hilo baraza lake sio kwa ajili ya utendaji wa kazi, ni kwa ajili ya kumprotect. Unatumia nguvu kubwa, watu wanatekwa, watu wanaendelea kuuliwa, hamna mtu anayezungumza chochote. Watanzania, mkeni, msije mkamsikiza mtu ambaye anasema kwamba eti
kwamba eti kuna haki, kuna nini. Hakuna kitu kama hicho. Msidanganyike, hakuna kitu kama hicho. Ni wakati wa kusimama pamoja. Nyie watu wa CCM, wa Chadema, wa nani, ni wakati wa kusimama kama Watanzania na kusema kwamba tunahitaji nchi ambayo, tunahitaji nchi yetu. Tunahitaji Tanzania yetu. Mama anasema eti tuna rasilimali chache. Wewe umesikia wapi? Tuna rasilimali chache. Kuna nchi yenye rasilimali nyingi kama Tanzania, afu anakuja kutuambia tuna rasilimali chache. Tumelogwa na nani kwa Tanzania? Tumelogwa na nani? Nani alituloga? Na watu wamekaa pale kabisa, baraza la jopo la watu wazima, wanaume wamekaa wanamsikiliza, eti mwanamke rais anasema kwamba eti tuna rasilimali chache, mnamsikiliza. Wake up. Amkeni.